wewe kama umetoka kwenye familia ukijenga nyumba iwe ni ya matope. Na kama ukiwezeka bati, basi hakikisha hata bati zote zisiwezeka zisiwe mpya. Jenga nyumba, unakuta mtu anaenda kutafuta makuti ndo size yenu. Viungo ndo size yenu. Wale watu wanawezeka bati ya msauzi. Unawezeka unajenga nyumba mpya, unawezeka msauzi, alafu wengine ndani ya nyumba siku unaingia marehemu. Alafu ndugu zako wanasema, ile nyumba jamani hapana. Kwa sababu ukiangalia nyumba baba yako ni ya makuti. Babu yako ni ya udongo ya matope. Yaani familia inakuwa ni duni. Kesho familia inapanga jamani ile nyumba sasa ni nyumba imeshakufa. Tafadhali tuuze ile nyumba. Yaani hakuna mtu anasema jamani sasa mimi ndo baba yenu. Sina nyumba ya kulala. Basi niacheni mimi nikaishi kwenye ile nyumba. Wewe baba ambaye hana nyumba ya kulala, yeye anasema nyumba ya mtoto wangu tunaiuza, nataka hizo hela. Kwa nini? Kwa sababu roho za mizimu zinamfanya aishi katika mazingira fulani ambayo si mazingira ya utajiri, sio mazingira ya kuwa na maisha mazuri au na maisha yale duni. Mizimu ifanye. Usipokuwa makini unaweza kushangaa sasa unapambana sana kutafuta maisha. Lakini kila ukipata pesa unaweza kufanya jambo hakipo. Issue si kwamba wewe ni maskini, hapana. Issue ni zile roho zile kukamata. Sasa wewe unaenda wapi? Asileshi ni kisamfu. Wewe sasa sio nyama wewe. Pambana wewe nyama kula hapana. Utakula kwa mwandishi kwa mantilie. Lakini mali wako hakuna kupika nyama. Hakuna kupika samaki. Nyumba yako usiweke tiles. Nyumba yako usipige lami. Nyumba yako usipige sakafu. Wewe jenga nyumba matope, nani ndio matope. Ndio hizo ndio maisha yenu ya. Mizimu haifai. Mizimu haifai. Na kuna wengine wamefungwa kwenye kuzaa. Yaani hakuna sisi kwetu huaga hatuzahaki. Unakuta binti alikuwa ni binti, anaendelea, amekuwa ni mdada, amekuwa ni msichana, sio msichana, amekuwa sasa ni mama mpaka anazeeka, hana mtoto hata mmoja. Unauliza, sio kama ni mbaya, hapana, ni mzuri wa sura. Anapaswa kuolewa kabisa kuwa ni mke wa mtu. Lakini anachumbiwa na wa kwanza na kanaye miaka 2 3 azae anacho. Anachumbiwa na wa pili azae anacho. Anachumbiwa na tatu azae anacho. Anachumbiwa na 4 azae anacho. Mwisho wa siku mpaka mwenyewe sema basi bwana yatosha, sitaki tena mambo kuchumbiana. Kwani ndoa ni nini? Anaamua bwana abaki vile mpaka anazeeka hana mtoto hata mmoja. Si kama hapendi kuwa na familia. Ni zile roho za mizimu zimemkamata. Sasa wewe asili yako ni kuwa hivi. Unakuta familia. Baba ana uwezo kabisa kununua pikipiki na atembelee. Anatoka nyumbani, anataka kununua pikipiki, akifika madizini, ameiona basketi. Ile pesa alikuwa anunua basketi, unakuta amenunua na basketi. Kwani pesa alikuwa na uwezo wa kununua pikipiki, anunui. Anasema, bwana mzee vipi? Ndio nunua pikipiki. Na mambo kibaya ya kufanya, nunua pikipiki. Yaani anaanza kupangilia mafanya kwa na mambo mengi ya kufanya. Kwani nikinunua pikipiki na mambo mimi sitafanya. Bora nikafanya mambo mengine, au sasa pikipiki basi ndio usafiri. Toka hadi bibi toka shangazi mpaka mtu wa mwisho. Na familia hata gari ya kuendesha. Si kama kwa wanafanya, no. Pesa walikuwa nazo. Lakini zile rules zinakamata wewe, sio wewe size yako ni basketi wala sio gari.